13:11 nasema, kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Zaeni matunda yapasayo toba. Katika kitabu cha Luka 3:8 anasema, basi toeni matunda yapasayo toba, wala msianze kusema mioyoni mwenu, tunaye baba. Ndiye Ibrahimu. Kwa maana nawaambia ya kwamba katika mawe haya Mungu aweza kumuinulia Ibrahimu watoto. Bwana asifiwe. Zaeni matunda yapasayo toba. Mtoto wangu, nakufundisha mwana wa Mungu uliyeko hapa, elewa ya kwamba yako mambo uhitaji kuyakemea. Kuna mambo mengine hutatoka kwa kukemea. Kuna mambo mengine na matatizo na changamoto hautatoka kwa kusikemea. Ni kufanya toba ya kweli. Sasa kuna watu wajui maana ya toba ya kweli. Hii toba tunaiomba. Hii toba tunakuja kanisa, tunapiga magoti, tunalala, tunaomba. Hii sio toba. Hii tunaomba maombi ya msamaha. Tunaungana. Maombi ya toba lazima yaambatane na uchungu wa mtu. Biblia inasema kilio cha wana wa Israeli kikasikika mbinguni, kwa sababu wana wa Israeli toka wamekaa Misri hawakufanya toba inayojitosheleza kufika malango ya mbingu. Walifanya toba kidogo. Sasa tunapozungumza toba, tunazungumza toba ya kilio cha uchungu ambacho kinaweza kufika patakatifu pa Jehova. Sasa watu wengi wafikiri toba ni kuzungumza dakika 2-3 wamemaliza toba. Fanya toba ya kweli ikufikishe. Nini maana ya toba? Kwanza, maana ya toba ni mgeuko. Ni mtu aliyetambua alafu akageuka. Na anapogeuka ageuki kidogo, anageuka kwa nguvu, na ile nguvu inatambulishwa na uchungu ulioko nyuma ya hiyo nguvu. Lazima aonyeshe kwamba ana uchungu wa kugeuka. Ndio maana ya toba. Kuna vifungo havitatoka kwenye maisha yako jinsi unavyoendelea kujiendekeza. Kuna tabia hazitakufa jinsi ambavyo unaendelea kujiendekeza. Unatubu toba ya mazoea. Na watu wengi walokole wengi wanatubu toba mazoea. Nisema mazoea. Anapiga magoti, Baba nitakase, Baba ni rehemu, Baba nimekosea. Hii ni toba ya kawaida. Mambo ya jadi, mambo ya tamaduni. Sasa hizi tamaduni ndizo ambazo zinatutesa. Bwana Yesu asije, japo mabara mengine yana tamaduni zao, na hakuna wanadamu wasiokuwa na tamaduni zao. Lakini kwetu Afrika tuna tamaduni zetu ngumu kidogo. Amen. Sasa kwa nini imekuwa hivyo? Kwa nini iko hivyo? Lazima ufike mahali uelewe wewe ni nani, umetoka wapi, na uko kwa sababu gani. Amen. Usipojua hivyo ukaishia tukaona mimi ni mtu tu nataka kufanya mambo ya kawaida, basi utaishia pale ambapo unakofikiria wewe. Lakini inawezekana kuna mawazo zaidi kuna mawazo mengine ungejitahidi tu kuyapanua zaidi, ungepata vitu vikubwa zaidi. Amen. Yaani panua mawazo yako, panua wigo wako. Amen. Usifikiri sehemu moja. Amen. Hivyo ulivyo sivyo ulivyotakiwa uwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu viko vitu vinavyoturudisha nyuma.
Sasa nataka nikupe silaha kabla ya mchawi hajakuloga au mtu yoyote hajakushambulia, huwa anapita wapi? Kuna njia anazopita. Naomba uelewe hivyo. Mchawi yoyote anayetaka kukuloga au mganga yoyote na anapita njia gani? Kuna njia anazopita. Unapaswa uelewe hizo njia anazopita. Amen. Mtu yeyote akikupeleka kushtaki wewe kwa shetani, ana njia anazopita. Paswa kuelewa njia. Yesu alipokuja alisema yeye ndiye njia, kweli na uzima. Kwa hiyo akasema mtu atakayepita njia hii ana uzima. Kwa kuna njia ukipita unapata uzima. Amen. Sasa kuna njia mchawi akipita atakupata wewe. Kuna njia akipita mganga atakupata wewe. Kuna njia ipi hiyo njia? Hii njia ipi? Hii njia ndio hii hapa, sorry. Hapa nikuonyeshe. Biblia imesema katika kitabu cha Maombolezo 5. Maombolezo 5, mstari wa ngapi? Maombolezo 5. Iko karibu na Mathayo, sawa? Mstari wa 7 inasema baba zetu walitenda dhambi hata unajua maana maovu. Kwa tafsiri sahihi ningesema madhaifu yao. Kwa Kiingereza anasemaje? Sio weakness, kujumlisha yote madhaifu. Kama nimesema madhaifu yao, unasemaje? Sema ma weakness. Haraka tu malize. Kama ufikirio ulifunzwa shule. Tunajumlisha na hiyo ya Kiswahili na Kiingereza, kuna Kiingereza unafuata ma weakness. Bwana Yesu asifiwe. Kifamilia ambao leo tunaita mizimu ilipatikanaje kwenye maisha yetu? Ilipatikana hivi. Babu zetu waliamini mtu akifa ameondoka kabisa kwenye macho yetu, lakini katika roho anaishi. Ni kweli anaishi, lakini haishi jinsi wao walivyotengeneza mazingira. Walipotengeneza mazingira kwamba mtu akifa huwa anaishi, Shetani aliandaa kikosi kinachoitwa mizimu, ambacho ni majeshi ya kuzimu, ambayo kikosi hichi ni kikosi cha mizimu kenye kushughulika na masuala ya wafu. Kikaja kwenye familia zetu, tukatengenezwa ukoo. Ukoo ni umoja wa kifamilia wenye kuabudu miungu. Ukoo unaabudu Mungu, ukoo unaabudu miungu. Ndio maana koo zikikutana zinafanya ibada za matambiko. Maana yake wanaongea na wazee waliokufa. Wale wanaongea nao waliokufa, wanaongea na mizimu ipeleke taarifa au maombi ya familia kwenye wapi? Kwa waliokufa. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sasa walituaminisha ya kwamba watu wanapokufa hawafi kabisa, bado tunaweza kuwaomba, bado tunaweza kuongea nao. Sasa imani hiyo ikatengeneza kikundi cha kuzimu ambacho kina Mungu, ambaye Mungu mwenyewe ni mkuu wa giza, ndio anayemiliki kikosi cha mizimu. Yeye ndio baba wa mizimu, ambaye mizimu inaenda kuongea naye, inaongea naye kwa habari ya watoto wake. Wewe ni mtoto wa baba fulani, baba fulani naye ni mtoto wa baba fulani, nao wana ukoo wao kwa Bashayo. Kuna mizimu ya ukoo, alafu kuna mizimu inayosimamia familia. Iko mizimu inayosimamia familia, iko mizimu inayosimamia ukoo mzima. Liko tambiko la ukoo na liko tambiko la kila familia. Sasa hatari iliyoko, mizimu inashirikije na sisi? Vita ya mizimu ni vita ngumu kuliko vita yoyote unayosikia chini ya jua.
Napokwambia mchawi akitaka kukuloga, anakuloga kwa njia ipi? Anauliza mizimu yenu. Mganga akitaka kukuita ataita mizimu yenu, hakuiti wewe, anauliza mizimu yenu habari zako wewe. Mchawi akitaka kukuloga, anauliza, anaenda kwenye mizimu yako wewe, ndiko akupate wewe. Mizimu ya kweli mruhusu akushughulikie wewe, kwa sababu mizimu inaaminika inalinda familia, inasimamia familia. Iliaminika hivyo. Na ndio maana changamoto yote ikitokea, mababu zetu walikuwa wanawahi kwenye mizimu kuiuliza kuna shida gani. Wanauliza kabisa, kuna shida gani? Kalete buzi tuulize kwenye mizimu kuna shida gani. Waliaminika wao wanaenda moja kwa moja kwa miungu, kwa miungu kuongea nao habari za familia, habari za nchi, habari za ukoo. Angalia hatari iliyoko sasa leo. Acha nikuonyeshe kitu hichi. Ukoo unatengenezwa na Mungu, ukoo ulitengenezwa na mizimu. Ili nguvu, Shetani alijua hakuna nguvu kubwa kama nguvu ya umoja, sawa? Kwa akatengeneza koo. Shetani alijua hakuna nguvu kubwa kama nguvu ya umoja. Na ndio maana Shetani anaogopa kitu kinachoitwa umoja. Ndio maana kwenye kanisa Shetani amebomoa umoja. Asante kwa neema yako. Asante kwa upendo wako. Naomba uzidi kunitetea na kunipigania. Mizimu sio rafiki yangu, na naikataa kuanzia leo kwa watoto wangu, isiwafanye wachanganyikiwe, isiharibu maisha ya watoto wangu, wala isiharibu maisha ya ndoa yangu, katika jina la Yesu. Kuanzia leo natangaza ukombozi kwenye